Kwa watazamaji wa DMTV in USA, kwa majina naitwa Bernadette Monkera, natokea Kongo, tarafani Fizi, mji wa Sebele. Kwa kupenda kutangaza biashara yako au kupromote kazi mbalimbali, ungana nasi kwa kupitia namba hii. Nyuma kamera, Bosco Enka. Jaji Cloud, mimi mtangazaji wako wa DMTV USA, na hii hapa ni media pendwa kabisa ambayo inaitwa kwa jina la DMTV USA. Nikombe katika kupata video hizi moja kwa moja, nenda hapo kwenye kitufe cha rangi ya nyekundu, uandike usubscribe. Ukisha subscribe moja kwa moja utaenda kwenye sehemu ambayo imeandikwa comment, watch comment, and then usikose kulike kila video zetu zote. Ni mimi mtangazaji wako Jaji Cloud. Nikombe tu wa kwanza kupata video zetu lazima usubscribe. Kama kusubscribe utatafuta zingine video ziko wapi, utakapotumia link hii basi video nyingine ambayo inaweza kuja uwezo kupata link. Lakini kama ukisubscribe na tukiposti video zetu basi utakuwa wa kwanza kupata video zetu. Kwa hiyo ni mimi mtangazaji wako Jaji Cloud. Asante. Kwa majina naitwa Jaji Cloud, ni mimi mtangazaji wako wa channel yetu pendwa kabisa ya DMTV USA, na leo nimekuja na mada nyingine. So labda unaweza kujiuliza sema kuhusu mada hii itakuwa ni mada gani? Lakini kabla sijakupeleka kwenye mada, na kuomba kwanza hapo chini kuna kitufe usubscribe. Kama hujasubscribe unakuomba subscribe, na kama huja like nenda pale kwenye like, na kama huja comment shuka moja kwa moja kwenye comment. Alafu usikose kabisa kushare kwa watu 3, 4, 5, kwa sababu ukifanya hivyo utakuwa na support channel yetu. Na nikusema kwamba ukisubscribe utakuwa mtu wa kwanza kila nikiposti video zangu. Wewe mwanamemba wetu wa DMTV USA utakuwa kwanza kupata video hiyo, na kila utakapopata video nitakuomba tu itazame dakika 2, dakika 3, na endene usambaze kwa watu 2, 3, utakuwa umesupport sana. So moja kwa moja twende kwenye hoja, na twende kwenye shabaha. Mimi kuja kwenye DMTV na kuja kuweka video hii. Kuna mdada mmoja ambaye anaitwa Kongo Queen. Yule dada sijui kama yupo Kentucky, kama yuko wapi, na leo hii amepanda mtandaoni na kuomba watu wote msamani. Lakini ngoja kwanza tusikilize msamani wake, msamani ndio aliyoomba, na and then tujue alifanya nini zaidi Kongo Queen. Kwa ngoja kwanza tuende moja kwa moja kwenye video yake ambaye anaomba watu msamaha, wamsamehe. So video hapo tuna bama batata bachane ndome bachina nilimuchona nkakya obanda na ila video nalo tumia nilimuona mukakele ine manga sana nga ole mtowose ela video chila video cha kile viral chalo ome wema osa ontema nilimuochwa mukakele ine na mulele ine longe muweline misabamana batata na bashiolo na bachina mulele ine nto numwana musapotine na ibibyo shile na makambo manga sana limucho nankajya na byo bitoshishe otole longebyo mbembe kyo tunda nibwe mwana akyo no nambe onalonge elwemo na longe mbembe atenjele nibwe elema na yobe nilimucho nankajya ubabondo obanda na osenalo tumi ainito abalomia na baba bondo kwa nilimucho na benu mukakele ine nile amanda na minu machu wa soshi mukakele ine bachina na batata na bange batobose bashungwe no video, na pia mwendele hiyo ni na ine lombakaulwa na itaji benu, na pia na itaji benu mulele ine bandoko chane na ebondo yane onwali Kongo Queen nilimuna nkakyo mbele na menu meso na shukuru mwenga sana abe chabe amuneto.
Hapo ni video ambayo alirekodi, sijui kama ni majuzi yale, kama ni jana, amerekodi kwa ajili ya kuomba, hususan amezungumzia Wabembe. Kama sasa tunavyosikiliza hapa, amezungumzia Wabembe. Ina maana kwamba kuna kitu fulani ambacho alizungumzia kwa jamii ya Wabembe ambao hawakujisikia vizuri kivile, na ni mtoto, na amekuja kusema kwamba mwanake anaenda mpapo na mpapo lunga elwemo. Ya, hiyo ni kweli. Lakini ngoja moja kwa moja, kabla tujaingia kwenye mada, twende tusikilize video ambayo aliwazungumzia Wabembe sasa. Angalia sama tatizo gisi kona batokea. Niko na bashauria kila siku, acha kuolewa na bagarso Babembe. Musiolewe tena na bagarso Babembe, habana kitu. Bagarso Babembe habana kitu. Ukiona kwanza pastere wa Mubembe, garso wa Mubembe mwenyeko mkanisa napiga kidari, ule ni malaya wa hatari. Sio malaya tu wa kawaida, ni malaya muharibifu. So hiyo ndio video ambayo alitengeneza kwa ajili ya kudharau Wabembe, na istosha alifika paka kudharau wachungaji wa pasta, paka alifika kudharau wa vijana ambao wanapiga gita kanisani. So alifika mbali sana, na badala hiyo video kutrendi sana na kutembea sana na kama ameona kama amejiona kwamba amelaumika sana, ikabidi aje kuomba msamaha. So ndio moja kwa moja kwenye point. Guys, hii dunia tunaishi ni kubwa sana na ina raha sana, lakini ni fupi. Kadiri tunavyoishi, tunatesema hapa dunia yote nimemaliza, utakuwa kumbe hujamaliza kabisa. Na sisi naweza nikazungumzia sijui kama ni karne ya ngapi ambayo tuko sasa hivi. Kwa hiyo wengi washapita, na sisi tunakuja, tutapita, tutaacha wengine. Kwa hiyo sio dunia ya kudharau mtu, kudharau kitu, inakuwa sio sawa. Kwa sababu najua katika madini ni kwamba mtu utakayemuona yuko kama yule mamako, mheshimu kama yule mamako. Utakayemuona kama dadako, mheshimu kama yule dadako. Mtakayemuona kama yule babako, mheshimu kama yule babako. Na kama vile dada yupo kama yule kakako, mheshimu kama yule kakako. So natakiwa tuangalie tunapokwenda ni wapi, na social media ambazo tunazitengeneza sisi ni kweli tunazitengeneza kwa mkono wetu, kwa jinsi ambayo unavyotaka mwenyewe, ni sawa, na unaongea chochote unachokitaka wewe, ni sawa. Lakini je, unachokiongea jamii inaichukulieje? Hicho ndio kitu ambacho tunatakiwa tufikirie katika maisha yetu yote, ama katika kuigiza ambayo tunaigiza, ama katika content creator ambao tunafanya. Imagine kwamba unaweza kufanya kitu sometime like unatafuta views, unatafuta like comment, unatafuta like, something like that, lakini jiulize kwamba nitakapofanya hii video wataichukulieje jamii? Kikweli dada yetu Kongo Queen, na sisi tunanisikia na hii video utaipata, ni kweli ulichofanya ulikosea, na ni kitu ambacho kiliumiza Wabembe, kiliumiza jamii yote, maana yake kiliumiza watu wote. Hata kama mtu asikii lugha ambayo anazungumza, lakini kuna mtu anaweza translate na ambia asema alikuwa anazungumzia hivi, inakuwa sio fresh. And then unajua Wabembe ni watu wa aina gani na wana ugomvi na wakina nani, lakini wewe uweze ukazungumza hicho kitu kwa sababu wale wenzetu wenyewe hawajatukana hivyo, lakini wewe unaenda kuwatukana, unaenda kuwadharau, na wewe kama vile mtoto wa Kibembe na kwa sio poa zaidi. Kwa hiyo wanajamii, msikilize dada yenu Kongo Queen ameomba msamaha kwa Wabembe, hususan Wabembe wote wamsamehe, na wale ambao sio Wabembe walikerekwa na video ambayo aliyofanya, tunaomba na nyie mumsamehe. Lakini kabla hujatoka kwenye video hii, na kwamba tuwache comment pale, kwa sababu comment atakapoiona itamfariji zaidi, ama itamsaidia kitu ambacho yeye anaweza akajiongeza katika maisha. Nikombe usikose kwa comment, like na ushare kwa kupata notification zaidi, lazima usubscribe. Basi nikwambie tu, ni mimi mtangazaji wako Judge Cloud, na hayo ndo machache ambayo nilikuwa nayo. Asante na bye for now. Kwa watazamaji wa DMTV in USA, kwa majina naitwa Bernadette Monkera, natokea Kongo, tarafani Fizi, mji wa Sebeki. Kwa kupenda kutangaza biashara yako au kupromote kazi mbalimbali, ungana nasi kwa kupitia namba hii. Nyuma kamera, Bosco Enka.